kwa ajili ya kumlazimisha mtu, bali tunaihubiri kweli, nayo kweli iweze kukuweka huru. Haleluya! Maandiko yananiambia watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa maarifa. Na je, maarifa watayapataje pasipo kufundishwa? Ili mtu apate maarifa lazima afundishwe na aelezewe apate ufahamu. Haleluya! Na ndio maana imetupasa kuhubiri Injili, imetupasa kumtangaza huyu Yesu, ili watu ikifika siku ile parapanda itakapolia, usije ukasema wakuniambia mama yangu, usije ukasema baba yangu wakaniambia. Sisi tumesema habari za ufalme wa Mungu na tumemaliza. Na leo ardhi hii itaongea, nyumba hii itaongea, migomba hii itasema kwamba tulisema habari za Yesu. Haleluya! Haleluya! Watu wa Nyasubi tumemleta Yesu, tumemleta Yesu kama alivyo, kama vile wanafunzi wakamchukua Yesu kama alivyo chomboni wakaenda. Lakini sikiliza, Wakristo leo wanachanganya. Wanapookoka wanazani kwamba tayari kwa Yesu ni tambalale, wanapokutana na makwazo wanarudi nyuma. Sikiliza nikwambie, kukwazika sio sababu ya kwamba tayari umepona, bali umejiua mwenyewe. Ni heri ukaja kwa Yesu, Yesu akuweke huru, Yesu akutengeneze. Kaa nyumbani mwa Bwana, usitangetange, njoo kwa Yesu, Yesu akuweke huru. Amina. Kuna watu wanasema kwamba mimi nimekwazika, fulani amenikwaza, siwezi hata kuendelea. Sikiliza nikwambie, huyo aliyekukwaza ni sababu ya wewe kutoenda mbinguni, lakini mwachilie Bwana akamtengeneze na akutengeneze yeye, maana yeye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi, anayeweza kukubeba ukabebeka. Lakini mwanadamu hawezi akakubeba. Akikubeba leo, kesho anakushusha. Akikubeba leo, kesho anakushusha chini. Wengine ni wanadamu, lakini watakusema. Na ndio maana leo nasimama na ujumbe unaosema usiipende dunia, maana dunia na vitu vyote vitapita na ulimwengu wote utapita, lakini Yesu atadumu milele. Yesu atadumu milele. Haleluya, watu wa Nyasubi. Haleluya, watu wa Ngaleka. Tumemleta Yesu. Mama yangu, sikiliza nikwambie, usiipende dunia. Wako watu wameipenda dunia, wameishiwa kuanguka. Wako watu waliipenda wakaing'ang'ania dunia, lakini leo hatuko nao. Lakini wale wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni. Maandiko yanasema ujapochakaa mwili huu, lakini utu wa ndani unatiwa nguvu, unatiwa upya. Unaweza ukamwona huyu bibi ni bibi kwa macho ya nyama, lakini ndani yake kama amembeba Kristo, ni imara sawa sawa na chuma. Sema ni chuma cha pua. Haleluya. Mtu mmoja nisomee kitabu kile cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya 2 na mstari wa 15 mpaka 17. Msomaji wangu, naomba usome kama ilivyoandikwa, nisije nikasoma mimi. Kuna mwingine anaweza akasema si yule amejiandikia mwenyewe. Sikiliza nikwambie, utahukumiwa kwa sababu ya neno ulilolisikia. Mama yangu, sikiliza nikwambie, dunia hii usiipende dunia, maana kumpenda, ukipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani mwako. Haleluya. Twende waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya 2 mstari ule wa 15 mpaka 17. Amen. Na mwingine atasoma Rumi 12 mstari ule wa 2 na kisha kwenda kumaliza. Haleluya. Unaweza ukampatia mic. Hatuhubiri tu watu. Yes.
Hatuhubiri watu tu walioko hapa, hata wale wanaosikia walisikie neno. Soma msomaji. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 inasemaje? Mstari wa 15, Biblia inasema ndio, usipende ulimwengu wala mambo yaliyo ulimwenguni. Soma Biblia hiyo nyingine. Soma hiyo. Soma hiyo, utanichanganya. Haleluya. Haleluya. Amina. Twende. Dunia hii inapita. Dunia na mambo yake yote yatapita, lakini wewe njoo kwa Yesu utakuwa salama. Mama yangu njoo kwa Yesu. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 mstari wa 15, Biblia inasema kila mchukiaye ndugu yake. 2:15 waraka wa kwanza. Nisipokuambia ndio. Usipende dunia. Sikiliza, nenda kidogo, usiwahi. Twende. Usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia itapita, pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Sikiliza mtu wa Nyasubi, neno hili linakujia leo. Mama yangu, usipende dunia. Dada yangu, usipende dunia. Sikiliza nikwambie, dunia inapita na mambo yake yote. Dunia inapita. Sikiliza nikwambie, si kana kwamba Mungu alivyoiumba mbingu na nchi akaiumba dunia, si kana kwamba aliishukia. Aliipenda kwa sababu alimweka mwanadamu anayempenda, lakini mwanadamu alipokengeuka, Bwana akachukia mambo yanayotendeka dunia. Sikiliza nikwambie, naomba utoe akili mawazo yako ambayo yanasema kwamba dunia hii unayoiona leo, dunia ni nzuri, lakini wanaokaa hemo ndio wabaya. Na ndio maana neno haliji kwa ajili ya dunia, bali neno linakuja kwa ajili ya wakaao duniani, ambao ni mimi na wewe. Amen. Na ndio msikiliza nikwambie, Mungu alipoiumba dunia aliumba ikiwa ni nzuri, aliumba ikiwa ni njema, lakini mwanadamu alipokuja akaiharibu dunia. Hata Mungu akasema, nilipochungulia ili nione kama yupo mwenye haki, akaona hayumo hata moja, wote wameoza, wamepotoka. Sikiliza nikwambie, sema ehe.